Ninamshukuru Mungu kwa nafasi hii niliyoipata jioni hii. Naomba tusichelewe wala tusipoteze muda. Tusimame wote kwa pamoja katika neno la Mungu. Na hapo kwenda kusoma neno la Mungu wote tusimame. Kitabu kile cha Samueli sura ya 17 mstari wa 44. Tutaanzia mstari wa 40 mpaka 47. Samueli wa kwanza sura ya 17 40 mpaka 47. Nami nitawatangulia kusoma kwa jina la Yesu. Akaichukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini 5 katika kijito cha maji. Akayatia katika mfuko wa kichungae aliokuwa nao, maana ni mkoba wake, na kombeo lake lilikuwa nalo mkononi mwake. Akamkaribia yule Mfilisti. Huyo Mfilisti naye akamsogelea Daudi na kumkaribia, na mtu yule alimchukulia ngao yake akamtangulia. Hata Mfilisti alipotazama huku na huku, akamwona Daudi, akamdharau, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura nzuri. Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fimbo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi wa Israeli uliowatukana. Siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Amen. Tukae. Baba, nakushukuru kwa wema mkuu na nguvu zako na mamlaka yako. Nimeona neno katika maandiko haya kwamba Mfilisti anawatukana wa Israeli, na Daudi anakasirika, anamwendea Mfilisti. Hivyo tujalie wakati huu tunapokwenda kusikia neno hili lipate kibali masikioni mwetu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Naona somo hili linazungumzia hasa watu wawili na mataifa mawili, Waisraeli na Wafilisti, Daudi na Goliati. Ingawaje kuna mtu mwingine anaitwa Sauli, lakini hapa tuliposoma panagusia watu wawili zaidi, ambao hao ndio walitangaza mapambano wao kwa wao, na kila mmoja akisema, wewe ukinishinda, jeshi lako lote litakuwa mali yangu, nitawateketeza. Daudi anamwendea Sauli, anamwendea Goliati, ambaye Goliati alikuwa shujaa aliyepigana kwa miaka mingi, lakini Daudi hakuweza kupigana miaka mingi. Ndio anaanza mapigano kati ya yeye mwanadamu na mwanadamu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Vita hii ilianza tangu kwenye ufalme wa Daudi, ufalme wa Sauli na Wafilisti. Wafilisti walikuwa wakiwaonea sana Waisraeli, walikuwa wakiwapiga mara kwa mara na kuwanyang'anya mali zao, yaani kuchukua nyara zao. Maandiko nasema wakati fulani walikuwa wako vitani wa Israeli na Wafilisti. Sasa kuna nyakati wanapigana, ikifika usiku wanapumzika, na usiku tu kupumzika. Kuna nyakati zikifika wanatulia kwanza, mmoja anasema mimi nimekubali, alafu wanakubaliana tena, wakati fulani twendeni vitani tuone. Mfalme fulani amejipanga tena jeshi lake, wanasema twende tena vitani tukapigane nao. Mfalme Sauli
alijipanga vizuri, akaenda na jeshi lake vitani. Lakini hapo Wafilisti hatukuona mfalme wao, tulimwona jemadari wao tu wa vita. Maana yake ni nini? Mfalme alijihakikishia kwamba huyu bwana akienda lazima ashinde, hana haja aende vitani, maana jeshi lake lina uhakika. Maandiko yanatuambia baba yake na Daudi akamtuma akawaone ndugu zake, akamtuma Daudi akawaone ndugu zake. Mzee Yese alipoendea nyikani akawaone ndugu zake vitani, na kuwapelekea chakula. Alipofika mahali pa vyakula akawauliza wale watu wa vyakula, hawa wako wapi? Anasema wako kwenye bonde la vita. Akasema ninaenda kuwaona. Na Daudi akiwa ni kijana mdogo sana.